Kumeza maneno na herufi kwenye sentensi ndivyo namna ambavyo wazungu wanaongea. Leo na kuahidi ukikaa hadi mwisho wa hii video, sio tu utajua namna wazungu wanameza maneno na herufi, bali utaweza na wewe kumeza na kutamka kama mzungu. Video hii itaangalia sheria 3 kuu za matamshi katika Kiingereza. Namba 1, kuunganisha maneno. Namba 2, kubananisha herufi. Namba 3, kubadilisha kabisa herufi kwenye neno. Namba 1 ni kuunganisha maneno. Wazungu wanaunganisha maneno ambayo herufi mbili zimekutana zinazofanana kimatamshi na linakuwa neno moja. Mfano wa kwanza ni huu. Black inaishia na sauti k na cup inaanza na sauti k. Badala ya kuzitamka zote kama blacker cup au blacky cup, tunaziunganisha na kuwa sauti moja ya k. Tunasema black cup. Sema black cup. Mfano wa pili ni huu. Neno what linaishia na t na neno do linaanza na d. Ukiangalia ulimi wako vizuri ukiwa unatamka t na d, utagundua ni herufi zinazoundwa kwa kuweka ulimi katika namna ile ile mdomoni. Ulimi unagusa juu ya mdomo. Hivyo herufi hizi wazungu wanazichukulia kama moja na zikikutana katika maneno zinaunganishwa. Badala ya kusema what do you, unafaa kumeza ile t kisha kutamka d, inakuwa what do. Sema what do you see. Mfano wa tatu ni huu. Kwa wazungu huwa zikikutana consonant, herufi hizi, na mbele yake kukawa na vowel, herufi hizi, tunaunganisha ile herufi ya mwisho ya neno la kwanza kwenye herufi ya kwanza ya neno la pili. So hapa badala ya kusema for a child, tunasema for a child. Sema for a child. Tumeunganisha r na a. Namba 2 ni kubananisha herufi. Wazungu huwa wanabananisha herufi za baadhi ya maneno. Sisi tutachukulia mfano maneno matatu haya hapa. Tukianza na neno hili, ukiangalia vizuri katika neno hili huwa tunabananisha v na r na tunaificha herufi e. Hivyo inatamkwa every na sio every. Sema every. Katika neno la pili tunabananisha herufi t na r na tunaficha a na u. Hivyo inatamkwa restaurant na sio restaurant. Sema restaurant. Na katika neno la tatu tunabananisha t na r tena na tunaficha e. Hivyo inatamkwa interesting na sio interesting. Sema interesting. Swali, niandikie kwenye comment, je, nikisema history nimeficha herufi ipi? Namba 3 ni kutamka kwa kubadili herufi kabisa. Tuangalie mfano wa haya maneno manne. Katika neno hili, wazungu wanabadili d na kuitamka kama j kwa sababu kwa lafudhi zao wanapata shida kutamka d na r pamoja. Hivyo badala ya kutamka 100 wanatamka 100. Sema 100. Katika neno la pili, d ya pili nayo inabadilishwa na kutamkwa j. So badala ya kusema did you wanatamka did you. Sema did you see me. Na katika neno la tatu, d iliyopo mwisho inabadilishwa na kutamkwa kama t. So badala ya kusema cooked kama beginner, sema cooked. Na katika neno la 4, t inabadilishwa na kutamkwa cha. So badala ya kusema actually tunatamka actually. Sema actually. Je, unahisi umeweza kujua kumeza maneno kwa somo hili? Neno lipi leo nimeweza kubadilisha unavyotamka? Mimi naitwa Hassan. Kama unapenda kujifunza Kiingereza, inbox me kwa namba zangu za WhatsApp ni kuunge kwenye group letu kwa gharama nafuu. Asante, niandikie kwenye comment unaangalia hii video kutoka wapi.